Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udhu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Nipo katika taratibu za darasa zangu za kuangalia vitabu hapa na pale, lakini kwenye kuangalia vitabu vyangu nikawa nimeikuta moja ya dua katika vitabu hivyo, lakini baada ya kuikuta dua hiyo na nikawa nimeanza kuifanyia kazi na kuisoma kwa utaratibu wangu mimi ambao nilikuwa ninafanya, kwa maana kila baada ya swala subuhi na kuwa nakaa naisoma dua hii. Kwa hiyo nikaona kwamba dua hii pia nielezee katika siku hii ya leo. Dua hii nikawa nielezee katika siku hii ya leo, lakini kwenye kupita katika maelezo ya dua hii ina maelezo marefu. Kwenye kufupisha maelezo hayo kwamba hizi ni aya ambazo zipo ndani ya Qur'ani. Aya hizi zimepangwa ambazo wanawachuoni wakubwa walikuwa wakizitumia katika mambo muhimu sana, wakipata baraka, lakini pia kukingwa na uadui mbalimbali, walikuwa wakizitumia aya hizi. Na mwanachuoni huyu anaelezea kwenye kitabu hiki kwamba aya hizi alizifanyia upekuzi kutafuta kwa wanachuoni na akaja kuzipata, na anasema kwamba aya hizi ambaye alizikusanya aya hizi, mwanachuoni ambaye alizikusanya aya hizi ni Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali rahimahullahu alayhi. Yeye ndio ambaye alizikusanya hizi aya pamoja, na pia akawa akizitumia kuzisoma aya hizi. Sasa hizi aya mwanachuoni huyu ambaye nikiangalia mwanzo huko, ambaye ameelezea Sayyidi Muhammad al-Aqila al-Maki rahimahullah, ameelezea kwamba yeye hizi aya hizi baada ya kuwa amezipata hizi aya, anasema waja'altuhu li fi jami'il muhimmat fara'aytu barakatihi wa sur'ati ijabatihi fi daf'i sharri al-a'da'i wa khudlani man qasadani bisu'in. Baada ya kuwa amezitumia hizi aya, anasema na kuzisoma kwa kila mambo mazito ambayo yamemkuta, akasema kwamba nikaona katika aya hizi bibarakati, kwa baraka zake na ule uharaka wa kujibiwa kwake, akaona fi dafi sharri al-a'da'i, namna gani hizi aya zimekuwa ni sababu ya kuondosha shari za maadui, lakini pia wa khudhulani man qasadani bisu'in, kumdhalilisha kila yule ambaye amenikusudia mimi kwa ubaya. Anasema kwamba kila mtu ambaye amemkusudia kwa ubaya, basi kwa maana akisoma hizi aya akawa anaona kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimdhalilisha huyo mtu. Sasa hizi aya hapa kwenye kitu cha habari anasema fi kaifiyati qira'ati hizbi al-imam hujjati al-islam, fi kaifiyati qira'ati hizbi al-imam hujjati al-islam. Hizbi ya al-imam hujja wa Uislamu. Hizi aya ambazo ni dua maarufu sana
au kama wanavyoita kwamba ni Hizbun Nasri. Sasa hizi aya ni nyingi sana, ni nyingi sana hizi aya. Itakuwa na gusa kidogo kutoa ule mwangaza ili mtazamaji na msikilizaji aweze kuzifuatilia kwenye vitabu na kuzifanyia kazi. Hapa dua imeanza na alhamdu suratul Fatiha, amefungua kwa suratul Fatiha kama ifuatavyo: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Baada ya alhamdu ikaja hii aya hii: alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun فأرادوا به كيدا فجعلناهم أسفلين كذلك نصرف عنه سوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فوقاه الله سيئات ما مكروا وما هم ببالغين فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وسنقول له من أمرنا يسرا. Alafu baada hapo kuna kiitikio unakuwa unasoma a'dauna lan yasru ilaina bin nafsi wala bil wasita la quwwata lahum wala isalisu ilaina bihalin min al-ahwal. Kwa hiyo unasoma hizi aya unaenda unakuta hiki kitikio. Mfano hapo utafuata utakuja aya nyingine: waqadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura wa dhalika jazaa'u dhalimina thumma najzi rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri llahi wa inna lahu lahafizun wa innahu ladhu 'adhin 'azim wa inna lahu 'indana lazulfa husna ma'ab. A'da'una la yaslu ilaina bin nafsi wala bil wasfa la khudra ma la yaslu ilaina bihali min al-ahwal. Kwa hiyo unasoma katika utaratibu kama huo, unakwenda kuna kitikio, unakwenda kuna kitikio, unasoma hivyo mpaka mwisho wa dua yako inapoishia. Sasa hizi aya mimi kwa nilivyozifahamu muda mrefu nilikuwa nazifahamu, tulikuwa tukizisoma katika dua mbalimbali tukizitumia, lakini sasa kwa mimi ninavyozisoma kwa hivi karibuni na kwa na asubuhi baada ya swala asubuhi ndio nakuwa nazisoma hizi aya. Na pia ukisoma hizi aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujalia katika siku yako hiyo inakuwa ni siku ya amani, inakuwa ni siku ya nusra, inakuwa ni siku ya ambayo Mwenyezi Mungu anakukinga. Hatukatai kama makadiri ya Allah yapo. Mwenyezi Mungu ametumba ana makadiri yake, lakini masuala haya ya dua ametupa taratibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mitume yake, kwamba tukiwa na shida kwamba tuna kawaida ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia wanawachuoni kama hawa wakubwa wameweka dua hizi, lakini pia wakaelezea baraka ambazo hupatikana katika dua hizi. Kwa hiyo kikubwa tunapokuwa tunapata faida kama hizi ni kuzifanyia kazi, na kuzitumia. Basi ukiamka asubuhi baada ya kuswali swala subuhi, cha kufanya ufanyaje? Baada ya swala subuhi kuna zile uradi mbalimbali kutokana na mtu ambaye unavyojua wewe uradi za swala subuhi zile. Baada ya kuwa umemaliza kuswali unafanya pamoja na imamu katika msikiti wako. Sasa baada ya kumaliza zile nyaradi zile utakaa peke yako khalwa, utakaa peke yako, utachukua msahafu wako, unasoma juzuu yako moja unasoma. Ukimaliza hapo unaingia katika uradi huu, au kama hauna uradi wa juzuu moja, basi baada ya swala subuhi, baada ya uradi pamoja na imamu, unachukua kitabu chako unasoma uradi huu wa Hizbul Imam al-Ghazali, unasoma uradi. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia. Lakini kwa mimi ninavyoona, kwa mimi mtazamo wangu mimi
ninavyoona ni vizuri kuanza kusoma juzuu moja ambao utaratibu huu ambao ni mzuri, utaratibu kila siku unasoma juzuu moja kuanzia Suratul Baqara mpaka An-Nas. Kwa hiyo ukianza leo juzuu moja, kesho utakuja juzuu nyingine ya pili, hivyo yote mpaka inaisha katika kuanzia huko utaanza Alif Lam Mim, utaenda na kufuata nyingine sayaqulu, utaenda na tilka rusulu, hivyo utakuwa unakwenda. Sasa baada ya uradi wako wa Qur'ani, ukimaliza uradi wa Qur'ani, ndio wasa unaingia kusoma dua ya Hizbun Nasri. Unasoma dua ya Hizbun Nasri, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kujalia kila kheri, ni mwenye kuonyesha kila mtihani. Ni mambo mazuri haya ya kuyashika na kuyafanya, ili mradi tuwe katika amani, tuwe katika fadhila, tuwe katika taratibu ule ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuweka. Taratibu ule kama tulivyoambiwa kwamba la yuradu al-qada'u illa bidua. Dua ndio inasaidia ile qada'u ya Allah kuirudisha. Inasaidia nini? Dua. Ukiwa unasoma dua hizo ndio itasaidia kurudisha qada'u ya Allah. Inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.